na tunafahamu kwamba katika vurugu zilizotokea palitokea watu ambao walikuwa na silaha wakawadhuru wenzi wao. Walivamia vituo vya polisi au walizipata silaha kwenye huko kwa polisi au walikuwa nazo wenyewe kabla. Hao watu waliokuwa na silaha walitoka wapi? Ndio hatujui. Sasa hayo sasa mimi kama raia mwema sijui. Tena kwa bahati nzuri nimesikia tu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba walioua watu kwenye ghasia za uchaguzi ni watu waliokuwa na silaha. Kwamba watu waliofanya vurugu, mtu anaenda kuvamia kituo cha polisi, lazima anakwenda akiwa amejipanga na silaha. Kuna shehe moja alikuwa ni mwanaharakati anahubiri sana amani, wakimuita Sharifu Majini. Nadhani ulio kumsikia huyu mtu. Wanasema alipigwa risasi 4 Ubungo nyumbani kwake na watu ambao walitoka kwenye kituo cha polisi kuvamia. Haya hayajasemwa. Sasa kimsingi ni kwamba ndo maana tulisema hili jambo hili liende likajulikane vizuri, ile tume iliyoundwa iachiwe ifanye muda wake, kazi yake, yaje majibu ambayo yataelezea palifanyika makosa gani na nani alifanya makosa na nani achukuliwe hatua. Tuache wafanye kazi yao. Serikali ilisema kuwa tukio la Oktoba 29 ni la kutengenezwa, na waliotengeneza tukio hili, kama ambavyo vile vile nayo unajaribu kusema hapa, walidhamiria kuangusha dola. Chanzo cha tukio lilikwisha fahamika, manake tungesubiri tu utekelezaji wake. Tume limeundwa kwa ajili gani? Yali mnajua vyanzo vya matukio hayo? Mimi sijui chanzo cha matukio, lakini umeeleza wazi hapa kwamba watu waliokuwepo kufanya fujo ni watu waliokuwa na silaha. Kuna watu walikwenda kwenye kituo cha polisi walikuwa na silaha. Kuna watu walikuwa wanatembea na pikipiki wakiwa wamebeba mabegi ya mgongoni. Mabegi ya mgongoni yamejaa mabomu ya petroli na walikuwa wanachoma magari moto, na ukienda zako mpaka leo kuna maeneo kuna magari hayajasogezwa, yapo yamechomwa moto. Magari yale utamkuta mtu na watoto na mtoto wake anatembea, imechomwa moto. Lakini ilitangazwa lockdown na kuna raia yoyote aliyekuwa mtaani mara baada ya polisi kutangaza lockdown? Na watu polisi haikutangaza lockdown. Polisi ilitangaza curfew. Na curfew maana yake ni saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi watu wawe ndani. Na ilikuwepo kwa muda fulani, afu ikaondolewa. Lakini ili mpaka kwanza kufikia hatua kwamba polisi inatangaza curfew na ilitangazwa kwa jiji la Dar es Salaam, ina maana kwamba kuna matukio yaliyopelekea mpaka kiongozi wa polisi kuchukua uamuzi huo.